Bethel Clouds TV, empowering lives. Fast. Okay, so ile mwezi Bethel Clouds TV, empowering lives. 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 nini hapa kuduni nini? Sababu sisi tulikuwa tunafanya nini? Ikifika kwa masikio unaingia nasari. Sisi ni wale maziwa ya, si maziwa ya Nyayo. Ilikuwa ya Nyayo by the way. Ile tulikuwa tunaenda na kikombe. Walienda na kikombe. Ile maziwa ya UHT ile kubwa, ilikuwa ile kubwa, alafu mtu alikuwa anaenda na kikombe yake. Walienda nayo? Ama uliambiwa na mama yako? Walienda na kikombe. Kama mira kile kwenyewe. Walienda ilikuwa ya Nyayo. Ilikuwa ya Nyayo, lakini tulikuwa tunaenda na kikombe. Josephine amestuka. Tulikuwa tunaenda na kikombe, alafu hiyo ni ile maziwa kubwa inakatwa, alafu mnagawanyishwa kama watu watatu. Si mmeona tumetoka bali. Sasa msituonage sisi hivi tumetoka, we are from far. Nyinyi mlikuta ile ya paketi, kila mtu paketi yake. Tulikuwa tunaiba kaibo kine, Nyayo philosophy of peace, love and the unity. No, that mzee had a vision for the nation. What is the philosophy of Kibaki? What is the philosophy of Uhuru? What is the philosophy of Ruto? Hana. But Moi had a philosophy, Kenyatta had a philosophy. But our three presidents, ni two. The three, Kibaki, Uhuru, Ruto, they don't have a philosophy. A philosophy is what guides. A church like this one, na ikose kitu inaitwa philosophy, it is not a church. A philosophy is the guideline, the guider. What is your foundation? Moi foundation was Nyayo philosophy of peace, love and unity. Hiyo ndio ilikuwa msingi wake, foundation yake ya Moi. Na ndio kwa maana alikuwa ana behave like a father. The spirit in Moi was not a spirit of a president. The spirit in Kenyatta was not a spirit of a president. It was a spirit of a father. Ndio nana Moi alipatiana mashamba mpaka ya serikali because he was a father. Tulikuwa tunamwendea kwake, tunamwambia baba, mimi sina shamba, lakini kuna kashamba ka ADC kako hapa na inelaye ya Ido, sinipatue eka 5. Anaita nani commissioner wa lands, anamwambia nimetuma mtu fulani ende umsaidie. Kumbe mlikuwa mmepanga na commissioner aende, wewe uende uombe, akikubali sasa sisi tutaenda huko. Ile alisema 5 mtakata kila mtu 10 ama 20 na zikide tuuze. Because Moi was a father. That is why he plundered the economy of the nation, because alikuwa na huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na nini? Na huruma. Lakini sasa mtu na Kenyatta pia he was a father, ndio unaona alichukua mashamba yote. Maana alibelieve yeye ndio father mwenye mashamba yote. Kutoka Katodo, familia ya Kenyatta inaendanga mpaka Kilimaboko. One family. Baka Kilimaboko ni shamba moja ya mtu gapi? Uende Nakuru mahali panaitwa Gadesha Farm. Pale Ngata. Ni Gadesha. Gadesha Farm. Pale Ngata.
unaenda na gari mpaka macho inapotea ukienda kwa shamba ya mtu. Uende Taita Taveta, constituency mzima yote inachaguaga MP. Wafanyikazi wanachaguaga MP. The Kenyatta farm. Uende Daramea, si amechukua. Daramea unatoka Naivasha uende mpaka Nakuru town. Ni ya Kenyatta. Kwa sababu ni baba wa taifa. Na baba ndio mwenye mali yote. Sasa hao wengine ni wahuni. Naye Kibaki hakuwa baba, was not a president. Kibaki was a manager. Yeah, Kibaki was not a president. Hakuwa, he didn't have the presidency in him. Hakuwa na president, alikuwa manager. Ndio uliona aliangalia barabara ikatengenezwa, akagalia stima zikatengenezwa, akagalia kila kitu. He was a manager. Uhuru sijui alikuwa nini. Mnaweza kusema Uhuru alikuwa nini? Do you have a legacy ya Uhuru kweli? Hii ya Ruto at least tunajua ni ya kufinya majensi. Lakini ya Uhuru mimi sijui ni ya nini. He was neither a president, neither what? A manager. Hakuna kitu alimanage. Ile project zote za Kibaki aliachiwa, alizimaliza, aliziua zote. Naye huyu mwingine amekuja, amemaliza zote ndio atengeneze zake. Na sioni zikifaulu hata moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Today I want us to look at, ni vizuri tunakumbuka, tunajog around our mind to remember, to see what is happening in the nation. Because Christianity, people try to separate Christianity from the governance. Governance is part of God. It is godly. And if Christianity is godly, then governance must be in you. Bwana Yesu asifiwe sana. If at all we can have 1% of Muslim authority, sisi tuchukue tu kapasenti kamoja tu kwa Waislamu, kamoja tu, Kenya itakuwa mzuri. Maana Waislamu, dini na serikali ni kitu kimoja. Hauwezi kuwa atuwe huko kando ya dini, atuwe ni wa serikali huko nje ya dini. Dini ina manage, dini ndio imanage serikali. Tabia, mienendo, biashara zao, mazingira yao, ndoa zao, zote ziko kwenye msingi wa dini. Ndio kwa maana watu wanapelekwa kwenye madarasa. Kutoka mtoto akiwa class 1 nursery, akiingia class 1 nursery hivi, kitu cha kwanza, mafundisho ya kwanza ni madarasa. Anafundishwa Qur'an tukufu. Qur'an tukufu inafundishwa maadili na misingi ya kidini. Na hiyo misingi ndio inatawala. Ndio ukienda Saudi Arabia utakaa kama wao. Kama sasa king saizi ni saa 7. Saizi wako kwa msikiti. Hapana, washatoka sasa. Ni dakika 20 washatoka. Wote mpaka king. Na alafu king akiingia, kama mfalme sasa akiingia pate laini iko kule nje, hapo ndio atakaa. Hapo ndio atatoa viatu zake, aoge mguu, aoge masikio, aoge uso, alafu apige moduru hapo. Allahu akbar. Ilahina inalaha lahayona rinayara ya yara Allahu akbar. Najua nilikuwa Muislamu. Tulikuwa tunafanya hiyo kitu. Nilikuwa nimepelekwa madrasa. Lakini sasa madrasa ile nilipelekwa sio ile ya Waislamu wako na kichwa mzuri. Nilipelekwa ile madrasa ya Waislamu wale wa kujifuga bomu ndio wakakufa kwa sababu ya Mungu. Sasa unaona hapo kuna tofauti. Sasa mimi kwa sababu walikuwa wananiita kafiri. Walikuwa wananiita Muislamu tukiwa na wao, lakini walikuwa wanasema mimi ni kafiri. Sasa kwa sababu mimi nafaa kutumika tu kwenda kuwa suicide bomber. Niende nilipue hapa, niingie hii kanisa kama nimevuga bomu, nikiua nyinyi yote, basi nimekufa kwa sababu ya Mungu na nimefanya kazi ya Mungu kumaliza makafiri, kwa sababu kwao nyinyi wote ni makafiri, mnafaa kukufa. Hiyo ni inaitangwa wale Waislamu wa dini kali, itikadi kali. Ni Sunni. The Sunni Muslims ndio wanakuanga na tabia hiyo. Kuna Muslim two types. Kuna Sunni na kuna Shia. Shia ni moderate. Shia ndio unaona sasa wako Kenya, kina Duale, Wasafi, wanakaa kizungu. Lakini wale wa Sunni ni tabia na itikadi za Qur'an. Yaani ni sharia law. Misingi yao ni ya kisharia, ni ya Qur'an. Hakuna kitu unafaa kufanya outside Qur'an. Kubend ka kitu kadogo tu, ukikosa kama sasa nikapatikana na mke wa mtu nakatwa mkono. Hello. Wewe mnapenda kuhanya unakatwa. Kama ni mwanamke unakatwa mguu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na hiyo inakuwa ni hivyo, na inakuwa ni sheria, na wanafurahia. Ama wanakupiga na mawe mpaka unakufa, na wanaitoa ndani ya Qur'an, iko ndani ya Qur'an. Sasa hao ni watu wale wanakufa. Sasa mimi nikapelekwa kule, nikafanyika Muislamu kule msikiti wa Masjid kule Mombasa. Akina Sheikh Doro ndio waliokoka kwa mikono ya Sheikh Doro. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo nikafundishwa, nikaanza kufundishwa dini ya Kiislamu, itikadi zake, tabia zake, misingi yake. Kutoka hapo sasa tulipelekwa mpaka kule Lamu. Hapo Lamu ndio tulikutana na mtu anaitwa Osama bin Laden. Alikuwa my best friend. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka bado? Sijaanguka. Huyu mama ananiangalia gai. No, to hujagelia. Yeah, ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutoka pale hapo ndio nilienda nikakutana na mtu anaitwa Mohamed Kubwa. Watu wao wote wamekufa. Mohamed Kubwa na mtu mwingine alikuwa anaitwa Musa Isa. Hao sasa ndio walitupeleka class ya kufundishwa jinsi ya kujitolea kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kujitolea kwa sababu ya Mungu nilifundishwa kufunga bomu. Kitu ya kwanza nilianza kufundishwa, ilikafundishwa Qur'ani, itikadi zake, tabia zake, kisha tukafundishwa kufunga bomu. Na nikafungwa bomu. How to detonate a bomb. Kwanza kabisa tulifundishwa kitu kimoja, ya kwamba ukikufa kwa sababu ya Mungu, yani when you go because of God. Wacha na hiyo Ukristo yenu feki hapa. Ukikufa kwa sababu ya Mungu, maana unaruhusiwa kukufa, unatakiwa ufe kwa sababu ya Mungu. Ukienda kwa sababu utaenda kukaa kule mbinguni, utakuwa unakutana na Mungu kila siku. Every morning mnapiga story na Mungu. Breakfast mnakunywa na Mungu. Tumayai mnakula na Mungu. Kama ni tumatuda kidogo kidogo mnakula na nani? Na Mungu. Hiyo ni number 1. Number 2, utaishi nyumba ya dhahabu. A golden house, pure gold. Pure nini? Sasa mmeanza kumeza mate. Na nigole ile tena boko. You live in a pure gold house. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, you will get 72 virgins, girls. 72. Just imagine mtu mwenye anatamaa wanawake kama mimi. 72 virgin. Alafu uzuri ya hawa virgin haishagi. Ukiingia, ukitoka inarudi. Ni mlako inafuga. Ukiingia unarudi, mlako inafuga. So forever they will be virgins. Guy, sasa mwanaume kama mimi Mkikuyu anapenda wanawake. Ukisikia utakutana na hao bila stress. Alafu ingine ilikuwa ingine kukaa na malaika, kutembelewa na malaika na kukaanga na kutembea na malaika. Hiyo ndio itikadi ya watu wa Sunni. Sasa ukisikia alafu pesa kwako, utakuwa na pesa haziishi. Yani every single minute you have 1 billion with you. Elizabeth, that's a better deal. Eh? Yani kutembea kule mbinguni kuna maduka. Kule mbinguni ni kuzuri kuliko hapa. Sasa niuliza kama basi mbona ukuuliza wanawake ni wakufanya nini kule mbinguni? Yani kule mbinguni kuna raha, kuna kila kitu anacho nakihitaji. Yani ukitaka Porsche iko, ukitaka Lamborghini iko, ukitaka ndege private jet ziko kule mbinguni, kila kitu unachokitaka kiko. Sasa ambia muhuni, mtu ameishi Kariobangi, mtu ameishi Mathare, umwambie vitu vizuri viko huko. Nani atakosa kwenda? Hata mimi nilikuwa nimesikia nikaona kweli hai. Na hii maisha tunakula hapa mbaya ni ya nini? Sasa system ya kwenda ndiyo ilinizuia. Kama wangekuwa na system mzuri ningeenda. Lakini sasa system ya kwenda ndiyo ilinizuia. Maana sasa niliambiwa system ya kwenda kwa Mungu ni hii. Nikafundishwa sasa lazima umalize makafiri. Hapana. Sasa lazima umalize makafiri, uingie kanisa kama hii. Ulipue yote, iteremuke building, iteremuke watu kama 800 wakufe. Sasa kule bingu ina scream, inakupigia makofi. Sasa system ya kwenda ndio mbaya. Sasa tukafundishwa, mimi tulikuwa na Maina Jega na wengine, tukaambiwa sasa tukafugo. Mimi Maina alikuwa anaitwa Mohamed Maina na mimi nilikuwa naitwa Ibrahim Dura wa Ruinge. Haleluya. Jina mzuri kweli. Ibrahim baba wa taifa. Baba nani? Baba wa imani yule, si ndio?
Sasa mimi tukafundishwa, tukapelekwa madrasa, tukafundishwa mpaka sasa ikafika sasa ni practical. Practical si ati unakujaribu na kiplastiki. Unajua tu mwizi tu akawagana tunakuwa na kachuma ka plastiki na kuwekelea hapo, nafikiria ni buduki. Sasa kule si plastiki, kule ni real. Wakanifunga bomu yenyewe na ikaanza kucount. Ting ting. Sasa ananiambia ikifika moja itaenda, sasa ikifika moja, ikifika sasa itajifika sufuri, ikifika sufuri inalipuka. Sasa huyu jamaa nikwambie, jamaa alinifunga, ni huyu Muhammad kubwa alinifunga. Aliponifunga alafu simu ikalia, akaanza kushughulika na nini, na simu na kule inahesabu ting ting ting, inateremka 29 28 27 20, ikateremka 10 7 6. Na mwangalia, najaribu kumwangalia na macho na mapigo karibu. Kumbe kule yule na control si yeye, yule na control yako kwingine ndiye atazima tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi amechukua simu na ameondoka, kumbe lakini kuna wale wana control, lakini sasa walikuwa wanatuangalia. Sasa ting ting ikafika 7 ting 5 ting 4 ting ya tu ting, kaangalia nioni, anaangalia simu. Alafu nimekalishwa mali, tumekalishwa, huwezi kutoka. Machozi kaza, kaangalia Maina analia. Kumbe hatukuwa tayari kwenda. Maina analia. Kuangalia Maina alikuwa anakaa, nikaanza kuona kabahari kamaji kameweza kujitengeneza. Kuangalia na mimi chini kaona kabahari kengine kamaji kamejitengeneza. Kumbe tumekojoa. Jasho linamwagika, mkojo ndio umetoka. Breathing. Hapo ndio nikajua kumbe ndio uende hiyo safari lazima ukuwe unajielewa unaenda safari gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukiwa hapo ndio tukatoka, wakazima ile kitu, tukatoka. Tulipotoka tukaenda class, nikamwambia Maina, hapa mimi sikai. Mimi hapa sitavugwa bomu ingine. Ndio kuenda tu mama hakuweko liganiro. They were just about. Kwa sababu tuliona ni kama Mungu, hatuko tunajua kuna mtu wa kuzima. Tuliona ni kama Mungu tu ameizima. Yaani ni kama Mungu ametupikia, ni kama muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa katika ile hali tukakuja tukapelekwa class. Muhammad kubwa akaanza kutufundisha kuhusu itikadi, tukafundishwa. Sasa nikamuuliza swali, nikajua sasa hapa lazima nitoke. I will find any way possible. Sasa wale vijana tulikuwa na wao bogi yangu, nikamwambia sasa huko ndio turauma. Hii kazi hatutafanya. Sasa tukaulizana tutatokaje, na ndivyo kumewekwa security, na ndivyo kuna watu wengi hapa, tutapigwa marisasi. Nikamwambia afadhali tukufe na risasi badala kukufa kifo ukiona ni kwenda unaenda. Najua risasi hutajua kama umeenda. Najua ukipigwa risasi usikie risasi hujakufa. Lakini kama utasikia mlio umekufa. Hiyo ndio principle ya risasi. Ukisikia pap imepigwa, uisikie ujue hujakufa. Lakini usiposikia ushaenda. Utaenda kusikilia mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaambia hawa afadhali hiyo ya kupigwa. Mnajua tulikuwa tunajua kutumia bunduki vizuri, tunajua ukisikia. Sasa ulikuwa unajua kuhepa. Mimi ni komando, nimetufundishwa unaweza hepa, unaweza pigana na huyu anakupiga, unaweza hepa kidogo, unaweza enda hivi na unaweza epuka. Ni rahisi sana kuepuka risasi. Huwezi kuniua mimi hivi, huwezi, ni gumu. Mimi nimetrainiwa Israeli, ni komando. Bwana Yesu asifiwe sana. Usinionage hivi. Ndio unaonanga kama mtu, unaona kama mtu kanyeje hapa. Mimi si nyeje. Sasa katika hiyo hali nikaambia Muhammad kubwa, mafundisho yako baba ni mafundisho makubwa, mafundisho mazuri. Akatema Allahu Akbar, takbir. Waliposikia nimeanza kuwasifia akasema takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sasa ni kama kusema Yesu asifiwe. Mimi nikamwambia mafundisho yako mazuri kweli, hata nimeyafurahia. Akasema takbiri.
ingine. Nikamuuliza, lakini sasa nimesikia umetuambia kwenda mbinguni kuna virgin 72, kuna nyumba ya dhahabu, kuishi na Mungu, kukula na Mungu, kukaa karibu na Mungu, mambo mazuri. Akasema takbir, na mimi nikasema Allahu Akbar. Nikamuuliza, lakini baba, kwa nini wewe hutaki hayo maisha? Maana mimi maisha mazuri nikienda kwenda napokea, lakini wewe mwalimu wangu hutaki kwenda, unataka ubaki hapa. Ukifanya nini siende pamoja? Akasema wewe ni kafiri. Wewe ni mkosa dini, wewe uelewi dini, uelewi mafundisho, wewe ni mkaidi. Wakanitangazia vita vya kiroho kwao vinaitangwa fatwa. Wakanitangazia vita vya fatwa. Fatwa unapigwa na mawe mpaka ukufe. Wakasema sasa, wakanitangazia kwa sababu nilishika microphone nikatangazia, nikazungumzia kila mtu. Sasa watu wote wakaamuka wakasema, wewe Muhammad kubwa, wewe tutangulie, tuende na wewe. Unawacha ukifanya nini? Maana kama ni kuzuri wala tugoge kate. Si tuende pamoja. Wakatutangazia vita, tukatangazwa vikumbe na Moi alikuwa amejua nimevuruga huko. Moi naye alikuwa amesema tutafutwe, turudishwe, tutoke kwa Uislamu. Maana mugeke watu milioni 4 wakikuwa Waislamu, alafu wafuge bomu, Kenya ingewaka moto yote. So walikuwa natafuta njia yote ya kuturudisha. Sasa waliposikia nimelipua huko, nilikujua na ndege ya army ikanibeba, ikanileta mpaka State House. Siku ndio tulikutana na Moi siku ya kwanza. Nikamwambia Moi, nikamwambia baba. Akaniuliza ulikuwa wapi? Nikamwambia nilikuwa kwa mashetani. Nilijua mtatoka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako, possess your position. Possess your position. Yani mami, shosho, possess your position. Division ya. Possess, yani kamata nafsi yako. Niambie mwenzako, kamata. Peter nitengenezee. Kamata nafasi yako. Yani shika, nyita position yako, nyita itena yako, nyita kidu kirege yako. Hali ya Ngai yakunegerete, kamata hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwekee besi kidogo. Alafu tunasoma katika kitabu cha Joshua 10. Tafadhali nisaidie na Kiswahili, Joshua 10. Ndio tuweze niona shoshole wamenivamia Wednesday. Ndivyo napendaka kuhubiri na Kisugu Wednesday. Lakini muikare guku na mutikaume. Mugokaga o Wednesday. Nimuigwa. Mugoka ugo mukite muthuri okire guku tene muno. Uyu. Wene gukugurira kamutu umuthe. Okire we ugurire muthuri mupakiti cia mutu. Nwanyita. No ngiwe na pesa. Nani mwingine ako na pesa? Wewe nacio. Wena shigana, sige kwa mutu. Mutu magate. 150. Wena shigana, hale sige kwa mutu. Hale budget ya kujega. Besi na hai. Eh? 2 packets. Order mutu mio 2 packets. No giwe huko. Wewe na shigana. Na shigule paketi kile cha mutu. Ugurire mutumia uyu tamucothe tarakaire tu nigetha kora ukanyite koguru ukagabe we tiga kura iguria oya tarugama na iguru akuone ucio nego kugurira pakiti cigana igere cia mutu nayo mutwire matagithuri muraki wewe na pesa sigigura mutu oya ikale tarugama na iguru ana kara gathaka kaire tuko gathaka. Congratulations. We Josephine, we na pesa sigigura mutu, we na cio kana ni kwiguithia basi ugurire uyu tamurore ndukirugame na iguru akuone oye akugurire mutu pakiti cigana igere kituthi hari uyu we uko na pesa ama mkuja mkono tupu? Wewe uko na pesa wewe, si ndio? Yes. Rakimwana kile simama. This is my best friend, rafiki yangu huyo. Kahoni nikaguka gaku. Yes, you are glad son. Ununue paketi mbili. Nani mwingine shosho mwingine amebaki no itanagorera. Shosho okay, shosho. Wewe unachungulia kama hebu amka. Uko na pesa? Gai. Anatembea bila pesa. Na ukikanyaga kitu ya wenyewe.
My ex, uko na pesa? Ununulie yule. Ule ali girlfriend yako atane akemena. Uyo akediga. Akiona kimodo kiega kiali na mbeca na niye ndiari na mbeca. No, gwe na mbeca. Grace, we na mbeca? Cia mituire. Rugama. Rugama na igona rugama. Ngamwona. Yule no ukuhe gya kuri omuthe. Kuna mwingine? Kuna wani nani arara igura getia Ngai ni kubukwe leo ni kubukwe. We, duwe dio muthe. Duwe de tidure na mbeca. Ugiwa for dimutugana. Omwe. Nituguteithania nawe. Kugura omwe na ugure omwe. Mushena musipatie huyu muse. Uka. Wenga ni ohetoka muno. No ni gushoka muno. Utinde gukirota. Na muthenya ngiraro rete ukirithia ngombe. Wewe baba, ulihama ukaenda wapi? Yeah? A hole? Unwell. So when you are unwell, you run away from God. To even walk. But why didn't you send me a message? I come where you are. You should have sent me a message. I'm there for you. Yeah. You should have sent me a message. I'll have come. Yeah, that's why I'm here. That's why you come to church. That is why you give your tithes here. That's why you give your offerings here. Because when you need me, I should be there for you. And I should not ask you anything. Hata mafuta usiweke, unasema, Daddy, I'm very sick. I'll come very fast. Because we are together. That's why the reason you are here. Okay? So, uko na pesa? Okay. Kama una. Wewe, Mokamba, weba? Ando, simama. You. Uko na pesa kununua unga? Mbili, paketi mbili. Si, wewe ni Mokamba? Wewe Mokamba we? Wewe Mokamba? Bethel. Maana tatu? Ununulie huyu unga. That is no. I'm trying to teach you on how to tap blessings. When wagolero? Yes. On how to take these blessings with you. Not because I want to force you, I want to make you buy. Where heki do wagola? Where hemo do wagolera? Kuna shosho mwingine mwenye hajapata ama guka. Simama yule. Ule hali. Nwamona? Oro mutengeri na gukufarafara kiuga gabu. Kuna mwingine? Aguka ama shosho? Guka ama shosho? Hamuna? Thank you. Kesho ni nyinyi. Kesho kila mtu ukikuja hapa sio lazima ubebe pesa ya sadaka. Mimi niko na chakula ni dali ya dakiri ya tumatube twere hada na mugate na kashai. Ni ndirafatara kindu kingi? No. But huyo ni arafatara inoke tondu ena twana muci. Muiretu wake alizaa mtoto, huyo mtoto amezaa watoto wengine wangapi? Na wanazaaga wanamuletea. Anazaa anamuletea. Sasa amewachwa kwa sababu alishindwa kulea mtoto wake vizuri. Nikole mumwale milone kole ithisi kole ra ciana cianyu. Riu nikio macieraga makirehage handu hariku. Riu na inyu mugatorehera mathina manyu. Nitukumakua tu kole ra ciana cianyu wega gucikunya. Warega gukunya mwana niki? Ni madhabahu hiyo. Hiyo ndio tunaita madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. So we must learn, we the younger people, we must learn to support the elders because they are carrying a blessing that we need to drive us next. Bwana Yesu asifiwe sana. For us to succeed, long time ago, kama wacha sasa, zamani kwa ukiwa kwenye barabara hivi uone mtu mzee akikuja hivi, tulikuwa tunaingia ndani ya mahidi kwanza apite. Hebu kutana na Roda akiwa na simu akiongea na boyfriend. Ule! Weka hapa kwa barabara ndio nikugonge. Huyu ni mzee. Anaenda. Na anakusha mzee na anaenda. And this is what hiyo ndio imefanya tumekaa sasa kwenye laana.
Maana we no longer value our elders. Hatuwaheshimu hata kidogo. Na hawa elders ndio wamebeba baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio wanafunguo zetu za kesho. Ndio wanafunguo zetu kwenye kazi zetu. And you cannot be able to be a blessed. Hauwezi kubarikiwa kama hauna misimamo ya kusimama na hawa watu. Ndio neno nawapenda. Niko na wao 1000. Hawa sasa imagine ni ado magana 500 old women age mate ya mama yangu. Sasa wao unafikiria gaje wakienda nyumbani? Unajua sasa kwa hivyo nimesema wewe ununulie, wakienda kuomba watanikumbuka. Ama mtanikumbuka? Si mtaniombea? Si ndio mnasikia hapa mpaka Ruto anajilete hapa? Si mliona? Ni kwa sababu si kwa sababu niko na nguvu, si kwa sababu niko na Mungu mwingi. In fact kama kuna mtu hana Mungu mwingi ni mimi. Maana tabia zangu si mzuri sana. Si mnazijua tu. Si mzuri sana. Lakini maombi ya hawa inanikava. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu akitaja akikuwa kwake, huyu ataja akiwa kwake, huyu ataja akiwa kwake, huyu ataja akiwa kwake, ninakuwa insulated. Insulated. Nobody will be able to attack me. Wamejaribu mpaka amesema hatuwezi, maana zile nguvu uko nazo hatuwezani nazo. Baba ni combination ya nguvu zimekuwa mingi. Learn to bring the power of God closer to you. Learn to seek the blessings of God closer to you and you will go far. Sio ati kuchanganya unatafuta pesa unaweka kwa account na kuwa mingi, ati wewe unaonekana kwa account yako kamefura. Hapana, account ni hawa. The best account to protect you ni huyu mama. The best account to protect you ni huyu mama. Maana kuna kila siku akiamuka kuna maombi anaachiliaga. Now that is what you need. For you to succeed, you need these people. For you to succeed, you need your mother. And also, unajua kuna wengine tunatumiaga wazazi wetu pesa kwa sababu amekuitisha. Hiyo haina baraka. Hiyo pesa unaitishwa na mama ama baba yako unamtumia. Hiyo haina baraka because it is a demand. It is what? A demand. That demand does not have a blessing. But if you send money voluntarily, unaamuka asubuhi, kitu ya kwanza unakumbuka mama yako kwa nyumbani, unafanya tan, unamtumia 2,000 ama 1,000 ama 500. Hiyo ina attract blessing 10 times. Bwana Yesu asifiwe sana. That which you give voluntarily has power than which you are asked to give. So you give voluntarily. Kama sasa Agnes unakaaga unaniachia kama 2,000, unaniambia enda ukakunywa chai. Kama sasa si uko karibu kunipatia 2,000. Sasa hiyo sasa hiyo ya kujitolea. Hiyo ya kujitolea from your heart, it got hiyo ndio blessing. Lakini ile nikikwambia nipatie shilingi 2,000 haina, itakuwa ni kuogopa, umeogopa mimi ama umerespect an authority. You did not move according to the powers of the authority. You did not appreciate the authority. You did not desire to have the blessings of the authority. When you to desire to have the blessings of the authority, it's when you give it voluntarily from your heart without being told to give. But when you are told to give, it is not a blessing. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio naona sipendelei kuwaitishanga masadaka. Sipendelei because I want it to come from you. I will not want to coerce you. Kukwambie toeni sadaka, msipotoa sadaka mnaenda kuangamia, msipotoa fungu la 10 hapana. I am supposed just to teach you the benefits of 10%, the benefit of offering, the benefit of this, the benefit of this. Sasa kutoka hapo akili yako itumie kazi. Bwana Yesu, mimi nimemaliza kazi yangu na wewe fanya kazi yako. Lakini ukisikia sasa niko hapa kila siku, unajua wale watu hawatoi. Wale watu hawatoi fungu la 10. Unajua ni waizi. Sasa nimekuhusia uoga, wewe ni mwizi. Kwa hivyo utatoa ukijaribu kunyindasua kutoka kwa wizi. Kwa hivyo hautatoa kwa sababu ni sheria kwako. Kila kitu umekitunga kimekuwa sheria kwako, kina baraka, kina mfunguo. Ndio hicho ndio unasaidia mtu kufungua maisha yako. Tusome kitabu cha Joshua 10. Joshua kirara na igoro. Mfalme Adonai Sedeki wa Yerusalemu alipata habari juu ya jinsi Yoshua alivyoteka mji wa Ai. Alipata fununu na akaambiwa mji wa Ai umeshikwa. Sasa alisikia jinsi mji ulivyokamatwa.
Hapo ndio nataka muadaraini sana. Alisikia. Yaani yeye ile kitu kushikwa kwa mji haikumutisha sana kama jinsi mji ulivyoshikwa. Ulishikwaje? The namna, the process ile ilitumika mji kukamatwa. Ndio hiyo. Sasa mfalme Adonai Sedeki, mfalme ni kama Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme ni kama Museveni, ni kama huyu Samia Suluhu. Sasa Suluhu akasikia venye Kenya imekamata Uganda, akaanza kuhara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme Adonai Sedeki wa Yerusalemu alipata habari juu ya jinsi Yoshua alivyouteka mji wa Ai na kuharibu kabisa. Akautendea mji huo na mfalme wake kama alivyotendea Yeriko na mfalme wake. Sasa unasikia? Yaani kile kilimstua ni jinsi alishika na jinsi alitendea mfalme kulingana na historia waliokuwa nayo ya venye Yeriko ilitendewa. Haki hali hau. Yaani shida haikuwa kushikwa kwa mji. Shida ilikuwa jinsi walikamatwa, venye walifanywa, matendo yenye walifanywa. Kwa maana kulikuwa na reference ya Jericho venye ilifanywa na mfalme wa Jericho venye alifanywa. Hivyo ndivyo Ai imefanyikwa. Huyu mzee ni the next door. Walijua ni sisi next. Sasa akaanza kuimagine kama Ai, and Ai was the strongest territory. Ai of all the territories ilikuwa the strongest territory. Na akasikia venye imekamatwa. The strongest. Sasa tuseme ni gani? Ni Kaburudi. Kamesikia Rwanda imekamatwa. Kamesikia DRC imekamatwa. Kalianza kuhara. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui wako wanaenda kuhara. Wakisikia jinsi umetenda, jinsi Mungu amekutumia, jinsi Mungu amekamata watu maadui wao, jinsi maadui wako wamewekwa chini, hivyo ndivyo maadui wengine pia waliopanga na tabia mbovu, hivyo ndivyo watasikia. That is how God is gonna do to you. That ati juu ya jinsi ya Yoshua alivyouteka mji wa Ai na kuharibu kabisa, akautendea mji huo na mfalme wake, akautendea mji huo na mfalme wake. Yaani si mji tu alikamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikamata mpaka mfalme wa mji. Na kukamata mfalme, sasa imagine tumekamata Ruto. Kama kukamata Ruto umemweka chini, umemweka ndani ya sel, utakuwa umedili na nini? Na Kenya Police, umedili na AP, umedili na GSU, umedili na KDF, umedili na kila aina, umedili na Rake Squad, umedili mpaka na maagenti wengine ambao wanasaidia Kenya. For you to capture the king. Huyu jamaa alicapture the kings. Kukapcha mfalme, umekapcha kila system ya security. Sasa umepigana na kila system ya security mpaka ukafika kukamata mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo maadui wako wataanguka mkononi mwako. Hivyo ndivyo utakamata maadui. Ndivyo maadui wamekamatwa. Hiyo ugonjwa uko nawe imekamatwa. Hiyo hasira uko nawe imekamatwa. Hiyo wadui wako na wao waliokuinukia wamekamatwa. Wamekamatwa. Lakini sasa kukamatwa sio shida, ni jinsi watakamatwa. Ule mekonyitwa venye watafinywa. Si unasikia venye nilikamatwa nikapelekwa kwa Islamu, nikavugiliwa bomu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nikuja niue watu. Lakini Mungu alikuwa na mpango mwingine kwangu. Si kuua watu. Mpango wa Mungu ulikuwa kuombea watu waokoke, kuombea watu waopone, kuombea watu wabadilishwe maisha yao. Pia alipata habari kwamba wakazi wa Gibeoni, sasa ni mji mwingine. Sasa wacha Ai, ni mji mwingine. Wakazi wa Gibeoni, haleluya, walikuwa wamefanya mkataba wa amani. Una imagine, yani unasikia mpaka wamesikia mgurumo ile unakujaga nayo, mpaka wanakuja kufanya mkataba na wewe. Wanakuambia mimi sitaki kusikia, sitaki kupitia ile nimesikia Ai wamepitia, sitaki kupitia ile Jericho wamepitia, maana nimesikia wewe ni mkali, wewe ni mbaya. Nataka nikwambie siku hii ya leo ya kwamba maadui waliokuinukia, maadui waliokupangia maovu, wachawi waliokuinukia, watakuja kutafuta mkataba na wewe, maana wanajua unaenda kuwashinda. Hao maadui waliopigana na wewe, uliona hapa Jumapili walikuwa wamekuja kutafuta, wanasema tutakupatia ka50 uachane na sisi ama tukuongezee kingine ka50. Ni yeye personally alikuwa hapa mundu kumundu.
Bwana Yesu asifiwe sana. But ni kwamba na moto ile tumeweka, na moto tunaenda kuweka zaidi. Weka zaidi moto, kamata wao kabisa, vunja miguu yao, haribu kazi zao, haribu mipango yao. Don't be afraid of them. That is what Joshua was told by God. Do not be afraid, nor be dismayed. Usiogope wala usifadhaike. Hiyo kashida uko nayo saa hii, hako ka ugonjwa uko nako saa hii, hako ka problem uko nako saa hii, hako ka challenge uko nako saa hii, kasikutishe, maana already God has sorted the problem. God has already made them to tremble. Mungu amewafanya wameanza kutetemeka. Ndio maana wameanza kupanga mipango ya kutoroka. Wengine wanapanga mipango ya kuja kufanya maagano na wewe, wengine wanapanga mipango ya kusimama kuondokea kando, maana wamesikia Jericho venye likanyagwa, wamesikia Ai venye likanyagwa. Sasa wameenda kwa Gibeoni kusema Gibeoni wamekimbia kusema sisi hatutaki vita. Kuna uvumi utaenda. Kuna uvumi. Wale ambao walikuwa naroga familia yenu, wale walikuwa naendea familia yenu, yani wale ambao wamekuwa wakikusumbua, uvumi ishawafikia ya kwamba already you are coming. Na wewe si mtu wa kushindwa. Wewe ukianza kuenda safari inaendekanga. Ukianza kuvuruga kuna vurugikanga. Ukianza kufanya maneno yanavurugika. Yani wanasema walisikia fununu, wakasikia jinsi wewe uko powerful, wakasikia jinsi wewe ni mbaya, wakaanza kujipanga. Deketoiguidhanie na doaya, wacha tukubaliane na hao watu, kwa maana wakikuja watatumaliza. Maadui wako wameanza kufanya mikataba ya kuja kuinua mikono. Haujawaguza, haujafika kule, lakini wanajua you are coming. Because already you have possessed your position, and your position is to conquer. Hallelujah. Tell your neighbor, my position, it is to conquer them. My position is the territory. Maana Mungu aliwaambia wana wa Israeli, nitakupatia miji ambayo imemilikiwa, miji na mataifa 7 yaliyo na nguvu kukuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wamefanya mkataba wa amani na Waisraeli, na kwamba sasa wanaishi miongoni mwao. Sasa ukakuja ukafanya mkataba na mimi, uanze kuishi miongoni mwetu. Utaishi ukiwa mkubwa ama utaishi ukiwa mfungwa? Yes, maadui wako wote wataishi wakiwa wafungwa. Magonjwa yote yataishi yakiwa mfungwa. Matatizo yote yataishi kwako akiwa mfungwa. Hayataishi na wewe, lakini yataishi yakifanya kazi kule. Maadui hawataishi na wewe, watakubaki kule wakifanya kazi zako. Maana already God has won the battles for you. Aliwaambia wana wa Israeli, mataifa yaliyo mbele yako ni mataifa 7 yaliyo na uwezo. Na mataifa hayo ni ya Jebesi, wa Girigashi, wa Hebusi, wa Hiti. Mataifa makubwa, watu walio na nguvu, watu walio na ujuzi, walio na mipango mizuri. Lakini mimi niko na mpango mzuri kuhusu wewe. Mimi niko na nguvu kama kuliko wewe. Mimi niko na nguvu kuliko wao. Mimi mwenyewe nitawakamata, nitawakabidhi mikononi mwako. Na nitakapowakabidhi mikononi mwako, mtawafinyanga, mtawakanyaga, mtawavunja, mtaharibu sura zao. Haleluya. Kuna mtu anaenda kuharibiwa sura kwa sababu yako. Kuna watu wanaenda kuangushwa kwa sababu yako. Kuna watu wanaenda kusambaratishwa kwa sababu yako. Wao wachawi waliokuinukia, wao wamekuja kuharibu kazi yako, watasambaratika leo, watashambuliwa leo, watavunjwa. Somebody is going to die because of you. And you are not going to be involved. Wewe tu ndio kusikia, utasikia. Ako kamama kalikufanga, kumbe kalikuwa kamebeba hilisi kamekukujia. Kumbe kalikuwa kamebeba uchawi kamekuja kuroga watoto wako. Kumbe kalikuwa kamebeba uchawi kalikuwa kamekuja kuangusha. Kumbe Mungu naye alikaona na alijua wewe ni kiumbe chake. Wewe uko kwenye mipango ya Mungu. Alijua mpango ya Mungu ni mikubwa ya kukupeleka mbele. Maana unapeleka wana wa Israeli kwenye ahadi ambayo wa baba walihaidiwa. Maana hivyo, kwa sababu ya hiyo ahadi, hautakufa, wao ndio watakufa. Hautaangamia, wao ndio wataangamia. Because you are in a mission and you have to accomplish the mission. Lazima.
Ile mission Mungu ameweka ndani yako, haijalishi mateso ambayo utayapitia, haijalishi njia ambazo kama itakuwa ngumu ama itakuwa ngumu, haijalishi ni nani atakuwa kizuizi, haijalishi nani atakuzuia, haijalishi nani ataenda kinyume na wewe, haijalishi ni wachawi wangapi wamesimama, haijalishi ni nini itakuwa difficult. What I can assure you, if there is a mission in you, the mission will be accomplished. If there is a mission in you, there is something God will gonna do in your life to conquer them that they try to stop you. God is not conquering them because of you. He's conquering them because he has a promise with you. So God is a respecter of his promises. Alisema sitakuacha, I will never forsake nor leave you. Akasema hata kama utatembea kwenye bonde la mauti, nitakuwa pamoja na wewe. Nitapigana na maadui wako niwashinde, kwa sababu niko na ahadi na wewe. Mwambie mwenzako, mimi niko na ahadi na Mungu. I am going somewhere. Mwambie niko na ahadi na Mungu. I am going somewhere. I am going to make it. I am going to conquer. I have a covenant with God. I have a plan with God. I have a reason. I have a reason that God cannot allow any enemy to come and touch me. Twende basi hiyo ingine. Mashaka tarabozondo. Basi tu, habari hizo, sikiliza sasa. Habari hizo zilisababisha hofu kubwa. Haujaanza hata kupanga vita. Haujaanza mpaka kuanza kwenda, lakini watu wameanza kuhara, watu wameanza kutetemeka, wameanza kuanguka. Hatujaanza safari ya kwenda kwenye milima, wameanza kuhara. Hatujaanza safari ya kuanzisha huduma na kufanya kazi ile Mungu ametuambia, na wameanza kuhara, wamejileta mpaka hapa, maana wako na hofu. Hofu iliingia. Hivyo ndivyo maadui wako wanapata hofu. Wacha wasiwasi mami, wacha wasiwasi baba, wacha wasiwasi. Maadui already wako kwenye hofu, wanatetemeka, maana wamesikia ni nini kilicho ndani yako. Wamesikia mipango ya Mungu iliyo ndani yako, wamesikia njia mzuri, mipango mizuri Mungu ameandaa. Jeshi kubwa lililo ndani yako, kikundi cha mbinguni kiko na wewe, na kinatembea na wewe, na kinaenda kusambaratisha kazi zao. So don't worry. Wacha kubabaishwa na vitu vidogo vidogo umeviona pale. Vishashughulikiwa. Hako ka ugonjwa kako kalishashughulikiwa, maana you are not an ordinary person. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, mimi si mtu wa kawaida. Hebu mwambie nichune kidogo. Mwambie nichune usikie mimi si mtu wa kawaida. Nichune tu usikie mimi si mtu wa kawaida. I am not that person you think you are. I'm not an ordinary person. I am a heavenly bound person. Mimi niko kwenye mission. Sema niko kwenye mission. When you are on a mission, nobody can be able to tamper with you. You are a tamper proof. When you are on a mission, you are tamper proof. Watakuinukia kwa kila aina. Mimi hakuna mahali sijapelekwa. Nilipelekwa Nyati House. Mnasikia Nyati House? Nilipelekwa Nyati House, iko hapa. Hapa ukienda hapo inaitwa hiyo barabara Loiter Street. Iko hapa. Uko chini kuna nyumba zingine ziko kwa chini kabisa. Huko wanakushughulikia wanaume baba. Wanaume wanyama wanakushughulikia. Wanakuambia uvue nguo. Sio kila kiatu kivue. Unavua nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishavua nguo kisha unaingizwa kwenye mashini. Kitu cha kwanza wanakuingishanga kwenye siafu. The first introduction. Wikagodhera kwenye siafu. Siafu wanarusha nyama iliyo na mfupa kwanza. Wanarusha kwenye siafu. Unaangalia venye siafu inashughulikia hiyo nyama. Dakika 6 nyama kilo 1 imeenda. Mfupa inakuwa white kama nguo hii. Sasa wanakuambia tunakuweka huko ndani. Tuambie maneno ama utukurushe huko ndani. Hauna maneno, naambia mimi sina. Wanakurushanga tu sekondi 10. 10 sekondi ukirudi unawaambia story nyingine, ni kama ulikuwa biguni ukarudi. Wakitoka hapo ukiona umekaa magaidi kabisa, wanakupeleka mahali kuna miba, mbao imepigiliwa tu miba tudogo, unakwambia pita juu. Unapita kidogo mpaka unasoea. Nilikanyagishwa hiyo miba nikapita hivi nikaenda tu. Najua sina jambo la kuambia, lakini unalia machozi. There's nobody to help you, na wanakucheka wakiwa kule juu. Sasa hiyo haikuwa ngumu. Hiyo ilikuwa rahisi. Kisha wakakwambia sasa lete sehemu yako nyeti tuifinye. Bwana asifiwe sana. Sasa hapo ndio unajuanga shosho wako alikuwa anaitwa nani, na unamtaja majina yake kamili.
Ndio unajua mpaka alikufa akiwa na umri wa siku ngapi, na alikufa dakika ngapi, saa ngapi. Hapo ndio unasemanga yote. Sasa hiyo nakuta ni mwanaume amekaa upande ule mwingine, na wewe umekaa upande mwingine, na hakuhurumii. Anafuka tu pole pole, akikasa pole pole, akikuuliza maswali pole pole. Ndio mnaonaga na wapiaka nimesaa watoto wangapi? Wengi. Maana wakati nilitoka huko sikuwa naamini niko sawa tena. Mpaka Roda ameniangalia ameshindwa kweli. Tuambie tu kweli. Ama ndio kwa maana unaga usikiliza. Siku 2 mfululizo unafinywa. 2 days. Wanaamka asubuhi kukushughulikia. Kesho tena wanaamka wanakushughulikia. Unalia machozi mpaka ina macho inakaa dry. Hii kitu haitembei tena, inakaa dry, inakaa inanyamaza tu. Unakaa tu unakodolea mtu macho tu hivi. Unamwambia endelea. Kuna wakati mwili inafika mwisho mpaka unasikia sasa you don't feel pain. Unamwambia go ahead. Do what you think you can do. Wakaniambia we are going to castrate you, nikauliza what are you waiting for? Who are you waiting? So you do the way. Maliza kazi yako. Jamaa kaniuliza kwani wewe unakuaga mangana mna gani? Nikamwambia kubafu takataka. Maliza kazi yako. Mimi ni mtoto wa Maumau. Baba guka yangu alikufa kwa kichaka. Mama yangu alifugwa miaka 7. Baba yangu alifugwa miaka 12. Sasa wewe ni nani? Kikaniangalia hivi kikaza, wewe ni mtoto wa nini? Kama mimi ni mtoto wa Maumau. Baba yangu akifugwa nilikuwa kwa mudhilimo yake. Mama yangu akichapwa bunduki alipigwa risasi ya mgongo. Nilisikia mama yangu alikuwa anatembea hivi. Kabla ya kufa ni risasi. Mimi niko na risasi 12 zimepita kwa mwili yangu. Sasa utaniambia nini? Nikamuuliza utaniambia nini? Niue kama mnataka kuniua takataka ghasia. Jamaa akanikula kofi, nikamuuliza kama mishumari imeshindwa, dhuraku zimeshindwa, ni hiyo kofi yako? Si umeshindwa, si umefinywa, umeshindwa, si umeona kuna kitu inafanyika? Maana nilisikia walikuwa wanasema nilifanyika ni kama ni mbao niliweka kodani. So it was not working for them. There is a time God will protect you and will cause them that want to harm you. He will give you something different. Atakupatia nyama zingine, atakupatia mwili mwingine ambao sio ule wanatesa. Maana mwili ambao wanatesa sio wao, ni wa Mungu. Ataleta mwili mwingine watese, lakini mwili wako hawatautesa, maana kesho uko na kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Walinitesa mpaka wakati nilitoka nilifikiria nitakuwa na vidonda kwa miguu. Waliangalia mguu wakapata hauna kidonda, wakaniuliza what kind of a human are you? Waliniuliza wewe ni mtu aina gani? Nikawaambia nyinyi hamwezi na hamutaniweza. Hello, hamwezi na hamutaniweza. Maana hakuna mwanaume, Raila ni a good example. Hakuna mwanaume ameingizwa Nyati House na akatoka na akaendelea na kibarua cha kuuba binadamu wengine. Hakuna. I'm the only one. Agnes kuna. Watu another ati. Agnes. Yaani mpaka nimeona kichwa chako naweza can we try? Yes, it is tryable. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende hiyo the next verse. Hawatakuweza. Mwambie mwenzako hataniweza. Habari hizo zilizosababisha hofu kubwa huko Yerusalemu, kwa sababu mji wa Gibeoni ulikuwa maarufu miongoni mwa miji ya kifalme. Yani mji ulikuwa maarufu miongoni mwa miji ya nani? Ya kifalme. Lakini wamesikia Gibeoni ishakamatwa. Wamesikia Gibeoni iko chini, imewekwa chini. Maadui wako ni watu maarufu. Maadui wako ni watu wakubwa. Maadui wako na nguvu. Maadui wako na ushawishi. Maadui wako wakubwa. Yani they are powerful, but hofu itawafikia. Maana watasikia kama Gibeoni imekamatwa, kama Gibeoni iko chini sasa. Na ndio tulikuwa tunategemea, na ndio tulikuwa tunasema haiwezi kuguzwa, na imewekwa chini. Na kwambia wale maadui unafikirianga ndio wakubwa sana, washakamatwa, wako chini, wamewekwa chini. Hawataweza chochote. Hawataweza. Hao maadui waliokupangia maovu, hawa maadui walioiba nyota yako, hawa maadui walioiba mipango yako, hawa maadui waliokupeleka kuzimu, waliochukua kila kitu chako, waliochukua kila kitu wakachukua, already washakamatwa. Mwambie mwenzako maadui wako wamekamatwa. Mwambie tu vizuri, mwambie tu, mwangalie macho kwa macho. Mwambie maadui washakamatwa.
washakamatwa. Wale ulikuwa nafikiria ndio wakubwa sana, uliokuwa wako na ujuzi mkubwa, uliofikiria wako na mipango mikubwa, washakamatwa, wamewekwa ndani, wanakaliwa sasa, wanatawaliwa sasa, na mfalme wao ashanyongwa. Sasa ulikuwa unalia hapa, unalia itafanyikaje, kutaendaje? Kushaenda. Sio kutaendaje, kushafanyika. Sio kutafanyika, kushatendeka. Things are working, things are already working, and you are in control. Kama ulikuwa hujui, you are in control over your life, you are in control over your business, you are in control over everything. Chochote ambacho walikuwa wamekupokonya, saa hizi you are in control. Kwenye huduma yako you are in control. Kwenye ndoa yako you are in control. Kwenye business yako you are in control. Whatever that you are, God created for, you are in control. Masaka ndele boziaya. Tuendelee haraka. Time is not on our side. Alafu akasikia mji ulikuwa maarufu miongoni. Isitoshe. Sema isitoshe. Isitoshe mji huu ulikuwa maarufu kuliko Ai. Yani mji huu ulikuwa maarufu, yani ni maadui wameanza kufikiria, wameanza kusema ati mji huu ambao umeangushwa ulikuwa maarufu kuliko Ai, na wanaume wake wote walikuwa askari hodari mno. Yani walikuwa nini? Hodari mno. Yeni mno, walikuwa hodari. Maadui wako ni watu ambao walikuwa wamejipanga, wamejisatiti, ni watu walikuwa na mipango ya hali ya juu. Wachawi ambao wanakushughulikia sasa si tu mchawi, ni wachawi halisi. Warogi ambao wanakushughulikia sasa si warogi, ni watu halisi ambao wako na power ziko juu, ni watu wa Freemason, ni watu wa Illuminati ndio wanakushughulikia sasa. Hawa wanasema kama hao watu wa Illuminati, hao watu wa Al-Shabaab, hao ambao ni watu wa Freemason ndio sasa wamekamatwa. Na sisi tumchawi, sisi ni watu wana huko Ukambani, tuuchawi twa Ukambani, tuuchawi twa na huko mbele, tumchawi twa kukaa na nyoka kwa nyumba. Eti ndio wamesikia wale ambao walikuwa na control anga, wale ambao walikuwa na control nyota za watu, wale ambao walikuwa na control, wako na jeshi kubwa, jeshi lililojisatiti vizuri, jeshi lililokuwa na nguvu. Mashaka ndara. Sasa washashughulikiwa. Wewe ni nani? Wewe ni nani sasa? Wewe hata nikamchawi kutoka hapa Ukabani hapa Machakos. Unajua Machakos ni Wakamba diluted, si wale wa Kitui. Ukitaka kujua Wakamba wa Kitui uliza Mbithe. Mbithe ni wa huko. Wewe ni wa Kitui? Wewe baba? Wewe Machakos? Wewe ni mtukani tu. Wewe ni bure. Wale wa huko wakina Mbithe, wale wanabadilishanga mtu wakitaka kukangua mgeni amekuja saa hii na hawana maziwa, wanageuza mtoto mmoja na kuwa ng'ombe, wanakamua maziwa. Na inatoka maziwa. Na ikitoka maziwa unabadilishwa na kuwa binadamu na unaendelea. Lakini msiogope Mbithe, Mbithe ameokoka. Tuende hiyo ingine. Tuende verse 3. Tumalizie hapa. Mwambie mezako possess your position. Basi mfalme Adoni-Sedeki akapeleka ujumbe kwa mfalme Hohamu wa Hebroni, mfalme Piramu wa Yamuthi, mfalme Yafia wa Likishi, mfalme Debiri wa Elgoni, na akawaambia hivi, verse 4. Njooni munisaidie tuangamize wa Gibeoni, maana wamefanya mkataba wa amani na Yoshua pamoja na Waisraeli. Maadui wataanza kupangania, maadui waliokupangia maovu, maadui waliokuwa wamekukalia, badala wakushughulikie wataanza kuambiana, njooni tumalize hawa, maana wameshirikiana na anayetupiga. Njooni tumalizane na watu wa Gibeoni, maana wa Gibeoni wamekamatana na Joshua. Kujeni tupigane na wao kwanza. Mungu atasababisha maadui waliokuwa wanakaa pamoja wataunganika pamoja kupigana na wao wenyewe kwa wenyewe, ukiwa kwenye starehe zako. Bwana Yesu asifiwe sana. God will plan them, will cause them waanza kujiplan. Mfalme aliita wafalme wengine, kujeni tuende tukapigane na Gibeoni. Sasa Joshua kazi yake ikakuwa rahisi.
Gibeoni, kumbuka, ni jeshi kubwa, ni watu hodari. Wafalme wengine kama 5 wameunganika waende wapigane na Gibeoni kuliko wapigane na nani? Na Joshua. Hivyo ndivyo maadui wako watakuwa confused. Wataanza kupigana wao wenyewe kwa wenyewe, badala wapange kukupiga, watakuwa wakipigana wao wenyewe. Wataitana, wataandikiana barua, watatafutana, wakati wote watakuwa wakitafutana, wanakuacha wewe mwenyewe ukipanga kuwamaliza pamoja. Utaachilia makombora maana wewe ni jasusi la kibinguni. Utaachilia makombora maana wewe ni jeshi la binguni. Utaachilia makombora maana wewe ni mtu ambaye ni jasusi, ni mtu mkali, mtu aliye na power ya binguni, sio power ya binadamu. You will overcome them. Tell your neighbor, I have overcome. Hebu mwambie mwendeme, nikiingia hapa leo nilikuwa na matatizo, lakini venye nasikia ishaondoka. Ishaondoka, maana imesikia jeshi la binguni limeteremka. Kikundi chote cha binguni kimeteremka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kikundi chote cha binguni kinateremka, kinakuja kukunasua kutoka kwa mipango ya shetani. Haleluya. Tuendelee tafadhali. Kisha wafalme hao 5, sema watapanga wakiwa 5. Yaani watapanga. Sasa wafalme hawa 5 wa Waamori, mfalme wa Yerusalemu, mfalme wa Hebroni, mfalme wa Yemuthi, mfalme wa Lakishi, mfalme wa Egloni, wakaunganisha majeshi yao. Wakaenda nayo mpaka Gibeoni. Wakapiga kambi kuzingira mji huo, wakaushambulia. Verse 6, wakapiga kambi. Sasa maadui wanashambuliana na maadui. Hallelujah. God will give you peace. Tell your neighbor, God will give me peace. He will cause them wapigane. Mimi nilikuwa na waangalia. Then Wagibeoni wakapeleka ujumbe kwa Yoshua. Hallelujah. Ukiunganika na watu ambao Mungu ako na wao pamoja, Mungu akamwambia, Wagibeoni wakapeleka ujumbe wao huko kwa Yoshua huko kambini Gilgali. Wakamwambia, tafadhali usitutupe sisi watumishi wako, njoo upesi utusaidie na kutuokoa, kwa maana wafalme wote wa Amori kutoka nchi ya milimani wamekuja kutushambulia. Just imagine your relationship with Jesus Christ, your relationship with God. Kumbe kuna mahali pa kukimbilia. Wagibeoni waliangalia wakaona ni jeshi la mataifa 5, wafalme 5. Hawakubabaika. Waliambia mtu anaitwa Joshua, because they knew they have a covering. Mulise mwenzako, do you have a covering? Wewe uko na cover, uko na ulinzi. Who is covering you? Who is protecting you? Who is covering you? Kumbe kuna mtu anakulinda. Usifadhaike, maana kuna Mungu mkuu aliyekuwa na wewe, anayetembea na wewe, anayekupigania. Usiangalie ni kama maadui wameshambulia kakazi kako, akajashambuliwa. Ni kuzingira, wamezingira tu. Jeshi la mbinguni linateremka. Haleluya. Jeshi la mbinguni linateremka. Wagibeoni wakapeleka tumeenda hapo, tafadhali usitutupe. Twende verse 7 please. Verse 7 quickly. Basi Yoshua pamoja na jeshi lake lote na mashujaa wakaondoka Gilgali. Verse number 8. Walipo wakaondoka kutoka Gilgali, Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, usiwaogope hata kidogo, maana nimewatia mikononi wako. Usiwaogope hata kidogo, maana ni Mungu amefanya wakusanyike pamoja. Maana aliangalia Joshua akaona atahangaika akienda Uganda, atahangaika akienda Tanzania, atahangaika akienda Ethiopia, atahangaika akienda Somalia. Akawalete pamoja, ndio awamalizie hapo pamoja. Akawaambia Yoshua, usiwaogope hata kidogo, maana nimewatia mikononi mwako, wala hakuna hata mmoja atakayeweza kukukabili. So God can cause your enemies to come together such that you'd finish them with one bullet. Bwana Yesu asifiwe sana.
maadui wako wanaenda kuangamizwa na risasi moja. Maadui wako wanaenda kuangamizwa na kitu kimoja. Maadui wako wanaenda kumalizwa na kitu kimoja. So do not be worried about their number. Do not be worried about their unity. Do not be worried about their plan. Their plan is not their plan. God has made them to plan. The unity is not their unity. It is the unity of God, that God has brought them together so that he can finish them together. Kumbe Mungu anajua kurahisisha mipango. Kumbe Mungu amekurahisishia mipango. Maadui wako utawakuta wakiwa pamoja. Jeshi la mbinguni, Mungu atakupatia jeshi la mbinguni. Na jeshi la mbinguni litakaposhuka litakuja litawakuta wakiwa pamoja. Hallelujah. Yani hizo shakushishokanelio ni Ngai. Tego tidoke makate tunaigura mageshokanelera. Atunaigura tunemanyita na Maria atanote mahore. Do not be worried about that. God has brought them together because uko na risasi moja ambayo unafaa kutumia, si mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. That is our God. Mwambie mtu hapo, huyo ndio Mungu wangu. Mungu wa michoro. Bwana Yesu, sasa mwambie, ukiona nikichora michoro, sichori michoro kwa sababu ya shetani, nachora michoro kwa sababu ya Mungu. Thank you. Huyo ni Mungu wa nani? Ngai wako faga. Makofaga makoko ithi, makofaga makonine, makokama ikara hamwe. Githe ni Ngai uratumire maigire nyumba-ini yo, makofagira nyumba iracokera mamoka marakwira kuu thiini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupatie verse zingine verse 9. Baada ya kutembea kutoka Gilgali usiku kucha, Yoshua akawatokea ghafla. Yoshua akawatokea nini? Ghafla. Baada ya kutembea usiku kucha, akawakuta kama wamepanga. Verse ya 10, tufungulia verse ya 10 haraka. Akawakuta wakiwa pamoja kama wamekuwa wakipanga. Naye Mwenyezi Mungu akawatia hofu kuu mbele wa Israeli, ambao waliwaua watu wengi huko Gibeoni, wakawakimbiza kwenye njia ya mteremko wa Bethlehoni mpaka Azeka na Makenda, ambako pia waliwaua watu wengi sana. Oh my God. Kupe maiguaya. Hallelujah. Yani walikusanyika waoga watupu. Walikusanyika waoga watupu. Mwambie mwenzako, maadui wangu kumbe wanakuanga waoga. Na ndivyo hata nilikosa kuoga asubuhi leo, kwa sababu nikiogopa watanikuta bathroom nikiwa uchi. Kumbe maadui wako hawana nguvu. Kumbe hawana mipango. Walitokelezewa usiku, asubuhi. Maana Gideoni alitembea usiku akiwa na jeshi yake. Kwa ghafla akachomoka. Walipoona hivi wakaanza mbio, wakaanza kuchinjwa moja baada mwingine. Maadui wote watachinjwa, watakamatwa. Mungu atakupatia akili ya kuwaingililia, akili ya kuwakamata, akili ya kuwaweka chini. Mungu atakupatia uwezo wa kuwachinja. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not be worried of them, they have no power. Hallelujah. Umekuwa kilala, umefadhaika, umeogopa. I'm telling you, do not be worried of them. They are planning in vain. Their plan won't work. Just possess your position. Kamata nafasi yako. Ukikamata nafasi yako, Mungu anakamata nafasi yake. Na Mungu akikamata nafasi yako na ukamata nafasi yako, mtaenda sambamba. Maana uko kwenye mahali anataka ukue. Uko kwenye mipango yake, uko kwenye asasi zake, uko kwenye nia yake, uko kwenye fikira yake. Mkiingia kwenye fikira moja na Mungu, asasi moja na Mungu, mpango pamoja na Mungu, ukatembea pamoja na Mungu, hakuna mtu atakushinda. Maana Wagibeoni walijua Joshua hawezi akashindwa, wakajumuisha na Joshua, wakasema sisi tutakuwa wanani wako, tutakuwa watumwa wako, tutakufanyia kazi, tutakutendea kila kitu nataka. Kwa hivyo wacha tuitanishwe na wewe. Maadui walipokuja kushambulia kwa sababu ya kuitanishwa tu na Joshua alileta jeshi la mbinguni kwa ajili ya kuitanishwa na Yesu tu. Ugo weta netwe na Ngai. Hebu kaa vizuri na Mungu. Kaa kwenye mipango ya Mungu. Kwa sababu ya kujishikanisha tu na Mungu, maadui wako watashambuliwa. Ni kumaanisha nini? Sasa maana umejishikanisha na Mungu, wacha vita si vako, Mungu amevichukua. God has taken over. Nobody will be able to touch you. Nobody will be able to attack you. Nobody will be able to talk against you. Nobody will be able to have any plan against you, because God has already taken over because of a good relationship. Ask your neighbor, what kind of a relationship do you have with God? Muulize tu na lugha yako. Yaani muulize tu na lugha yako. Ni mwitainu ate na Ngai. Muulize na Kimero. Muulize
na Kikamba, uliza na Kiturukana, uliza na Kiarabu. Mnaitanishwa aje na Mungu? Can God fight for you? Can God position himself for you? Bwana Yesu asifiwe sana. That's the most important thing. Have you taken your position with God? If you haven't taken your position, kama haujachukua njia zako, mipango yako, position yako ukaibeba, ukatembea na Mungu, basi utashindwa vita. But when you have the position of God, God himself will send his own army to come and fight for you. So do not be worried of what is happening around you. Do not be worried of the people that hate you. Do not be worried of the people that stand against you. Do not be worried of the job walikufuta job kwa sababu kuna mahali unafaa kukua. You are with the wrong people, working with the wrong company. Kuna watu ambao unatembea na wao ambao Mungu hataki kwako, watakuvizia, watakupangia maovu, watakutaka kupigana na wewe, kumbe God want to remove you from them so that he can bless you. Just build a good relationship with God. Do not build a relationship amongst people. Ati hawa ndio watu wangu wa kunisaidia. Hapana, jenga mahusiano yako na Mungu. Ukijenga mahusiano mazuri na Mungu, Mungu atakutetea kwa jambo lolote. Hakuna jambo ambalo linaweza kumshinda Mungu. Hakuna jambo lililo kubwa kuliko Mungu. Hakuna jambo lililo na uwezo kuliko Mungu. Hakuna jambo lililo na mamlaka kuliko Mungu. Mungu ako na mamlaka ya kila jambo na amepanga mipango mizuri. Anasema I have got good plans, not to destroy you, but to what? To prosper you. Ataenda kukuinua. Verse ya mwisho kabisa 12, nadhani tumalizie hapo, ni 11. Walipokuwa wakikimbia Waisraeli kwenye mteremko wa Beth-horoni, Mwenyezi Mungu akawaonyeshea mvua ya mawe makubwa kutoka mbinguni wakiwa njiani mpaka Azeka, hata waliuawa kwa mawe hayo wakawa wengi kuliko waliouawa kwa silaha. Yani waliouawa kwa mawe, yani makiura, yani linaitangwa jeshi la mbinguni. Yani just have a good relationship with God and jeshi la mbinguni litateremka. Wakati wana wa Israeli wanawakimbisha, Mungu akaona wametoroka, wako na nguvu hawa wengine, aliagusha mawe kutoka mbinguni yakaanguka, ikaua watu. Yani wale waliuawa na mawe walikuwa wengi kuliko waliuawa na silaha. Yani maadui wako hakuna mahali watatorokea. Maadui wako washakamatwa, washawekwa kwenye minara, watakamatwa. God will fight for you. God will make sure they don't escape. Hakuna hata mmoja mwenye ataponyoka. Watakamatwa. Watakaotorokea silaha za Mungu watapatana na silaha zingine. Yani Mungu aliangusha mamawe. Hebu niambie, kule mbinguni mawe siko? Iko mawe kule? Kuna mawe kule mbinguni? Kuna kware pale ukijua kuna kware? Hakuna kware, lakini Mungu atasababisha kware kwa sababu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule mbinguni hakuna kware, lakini Mungu atasababisha kware itaanguka. Mawe yataanguka mazito ya 99. Yataanguka mawe mazito ile ya blue. Itaangukia kile mtu, na ina target mtu, inakuja inaanguka kwenye kichwa cha mtu, kichwa chenyewe. Maana magnetic flow, atatengeneza magnetic flow ambayo itakufuata. Ukijaribu kuhepa, mawe inahepa na wewe. Ukijaribu kutoroka, unatoroka na mawe, inakuangukia, unaanguka hapo hapo. Yani there will be no escape. Hallelujah. There will be no escape. Maadui wako. Just trust and believe in God. Just trust and see the mercy, the powerful hand of God. If you allow the powerful hand of God to be on you, nothing will supersede you. Tusimame tu kwa miguu yetu. Hallelujah. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike. Mwambie Mungu nishike mkono. Nataka leo tuombe maombi ya kumwambia Mungu, chukua ushukani wa maisha yangu. Just hold hiyo sadaka ambayo unaenda kuitoa, iombe. Uiambie sadaka nimekutoa kwa sababu kutoka leo I want a connection, a heavenly connection in my business. I want a heavenly connection. I want a heavenly connection with my ministry. I want a heavenly connection with my parents. I want a heavenly connection in my marriage. I want a heavenly connection in my job. I want a heavenly connection in whatever I'm doing. Nataka heavenly connection. Nataka muunganiko wangu na Mungu aweze kunishikilia, anipiganie, aniwezeshe, anifaulishie, anifanyie, anikontrol sekebosaya riana masheke ndere bozaya. Yani Mungu akufanyie maneno. Leta sadaka yako hapa. Kama umeinenea, umeiambia hivyo maneno nimekuambia ya kwamba utafute the heavenly connection. Chukua bahasha yako, chukua bahasha, weka sadaka yako, na bahasha usiifunge na mate.
Usiweke ulimi wako kwenye bahasha. Weke tu pesa ukuje na usiandike. Tembea na mimi. Mwambie nibariki. Mwambie tembea na mimi. Tembea na mimi siku ya leo. Nipe msaada wako. Nishike mkono wako Baba. Niwezeshe nikaweze kufaulu. Kwenye mipango yote nikaweze kufaulu. Kwenye njia zako nikaweze kufaulu. Kwenye malengo yako nikaweze kufaulu. Niweze kumiliki. Niweze kutamalaki. Mwambie Mungu nisaidie siku ya leo. Ninahitaji mkono wako. Ninahitaji baraka zako. Kwa kazi yangu na kuhitaji. Kwa ndoa yangu na kuhitaji. Kwa huduma yangu na kuhitaji. Kwa mipango yote na kuhitaji. Help me Father. Mwambie help me Father. Help me Father. Na kuhitaji Baba. Na kuhitaji. Uniongoze Bwana. Uniongoze. Uniongoze Bwana. Uniongoze. Kuna jambo nasikia, kuna watu ambao Mungu ananiambia wameshambuliwa kwenye magonjwa mbalimbali, na wengine kazi zao zimekatika. Kimbia hapa kama unasikia kuna magonjwa mbalimbali ama kazi imekatika, kimbia hapa mbele nikupatie heavenly connection. If you know you are sick, or the doctor said you are sick, I know you are not sick, but God had a plan for you. He had a good plan. Kazi yako imekatika, ulikuwa unatafuta kazi lakini ni kama imeenda. Just come very quickly here. Come very quickly here. I want to reunite you with your blessings. Kuja karibu hapa. Nataka kukushikanisha na baraka zako na uponyaji wako unashuka siku ya leo. Chochote ambacho walisema uko nacho kinaondoka. It doesn't matter kama ni fibroid, kama ni cancer, kama ni ukimwi, kama ni leukemia, whatever it is. God is a master, is a healer. You feel that nguvu yako imeteremuka chini, hauna ule uwezo wa kiroho. Mungu anasema atakupatia urejesho siku hii ya leo. Mungu anaenda, inua mikono yako juu, fungua kinywa chako. Mwambie Mungu nikumbuke tu leo. Just open up your mouth. Tell God, I need you. I need you touch. I need a touch from you. I need a blessings from you. I need a guidance from you. Ninakuhitaji siku hii. Nendera kwenda. Nendera kufatara. Nendera kufatara gai. Mwambie tu Mungu ninakuhitaji. Mwambie Mungu ninakuhitaji. Hakuna mtu, hakuna tegemeo lingine. Hawa wana wa Gibeoni walitegemea Joshua, maana walikuwa washafanya mkataba. Tengeneza mkataba wako na Mungu. Tengeneza mkataba wako na Mungu mzuri. Mwambie Mungu niko tayari. Mungu niko tayari kufanya mikataba, maana siweza, nina jeshi lako. Lakini jeshi lako likiwa ndani yangu nitaweza maadui wangu wote, na maadui wangu wote watasambaratika. Oh yes. Fungua tu kinywa chako, mwambie, jiombee tu. Jiombee tu. Tengeneza connection yako na Mungu. Tengeneza connection. Tengeneza connection. Kama vile Gibeoni walitengeneza connection na Waisraeli. Walipovamiwa na maadui, walikuwa na uwezo wa kupigana na maadui, maana hawakupigana na maadui. Maana Joshua na jeshi lake waliinuka, wakashambulia wale maadui, wakamalizika. Walipojaribu kutoroka, naye Mungu akaachilia mawe kutoka mbinguni, mawe ambayo ilisambaratisha kazi zote ambazo walikuwa wamepanga. Wafalme 5 walikufa. Wafalme 5 walikufa kwa sababu ya mkataba wa Gibeoni na Israeli. Mkataba peke yake inajua kutetea. Mkataba peke yake inajua kukutetea na itakupigania, itakuwezesha, itakufaulisha. Mkataba peke yake. What you need is a covenant with God. What you need is a covenant with God. What you need is a covenant with God. He has done it. He has done it. Yes, anayaponya. Yes. Anaponya Bwana. Anaponya. Anaponya Bwana. Anaponya. Anaponya Bwana. He has come.
Nguvu za uponyaji zimeshuka. Uwezo wa Mungu umeshuka. May you receive instant healing. May the covenant of God cover you now. May the power and authority of God cover you now. I cleanse your blood. Chochote chembe za iwa zote, iwe ni chembe za nyeupe za damu ama nyekundu, I balance the cells, white blood cells and red blood cells. I position them where they are supposed to be positioned. And any disease that is associated with them, I nullify you, I cancel you, I destroy you. Spirit of witchcraft, from the parents, from the society, from the land, I destroy you. You are powerless now. I set you free. I set you free. I set you free. In the mighty name of Jesus Christ. May the Spirit of God dwell in you. Speak it. Be healed. Be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. May the power of God carry you. God is a God of healing. I speak healing. I set you free from any demonic arrangement and any powers of darkness in the mighty name of Jesus Christ. May the Spirit of God dwell in Jesus' name. Wachukue hawa mwekeni pale. Asha mwenyako na nguvu. Wabebe. Wacha mnawa. Unaweza Bwana. Karibuni nyote kila mtu. Unaweza Bwana. Mambo yote unaweza, wewe unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana Yesu, unaweza
mikono yako, nataka niachilie baraka kwako. Kikundi cha mbinguni kitembee na wewe. Sema, Bwana Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, nainua mikono yangu, ishara nimeungama, nimekuja mbele yako Mungu, unishike mkono. Nimekuja kufanya maagano na wewe. Maadui wowote aina yoyote nimewakabidhi mkononi mwako. Ninakuomba tu, maana sina uwezo. Wana wa Gibeoni walimuita Yoshua, wakamwambia maadui wamekuja, kuja haraka unisaidie. Na mimi nainua mikono yangu na kuinulia, ye Mungu wangu, kikundi cha mbinguni kikuja haraka, kingangane na kipigane na maadui wangu, na watashindwa katika jina la Yesu Kristo. Na watashindwa katika jina la Yesu Kristo. Na watashindwa katika jina la Yesu Kristo. Ino tu mikono yako, nguvu za Mungu zinaposhuka sasa, kushindwa, wanashindwa sasa. Maadui wameanza kushambuliwa, maadui wameanza kushambuliwa, maadui wameanza kushambuliwa in the name of Jesus Christ. Maadui ndio hawa wanashambuliwa in the mighty name of Jesus Christ. Wanashindwa katika jina la Yesu Kristo. Wanashindwa, wanashindwa maadui, wanashindwa maadui, wanashindwa maadui, maadui wanashindwa, maadui wanashindwa, wanashindwa maadui, maadui wanashindwa, wanashindwa maadui, wanashindwa maadui. Kushoda neho tedo shiaku, aramaigirire wira waku, aramaigirire kihiko gyaku, aramaigirire nyumba yaku, odhania hote, aramaigirire mwiri waku, aramaigirire njira ciaku, aramaigirire wira waku, ni ahote. Maadui wote wameshindwa, maadui wote wamekemewa, maadui wote wamesambaratika katika jina la Yesu Kristo. Father, we thank you and we give you glory, for it is in Jesus' name we pray. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Clouds TV, empowering lives. And amen. Nataka nikualike. Let us make it Wednesday a compulsory thing. Maana from Wednesday, from now henceforth, kutoka sasa kwenda mbele, kuna baraka Mungu atakuwa kiachilia kila Wednesday. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku ya Jumatano kuna baraka mpya Mungu anaenda kuachilia. Mungu ametupatia kifunguo cha mji, ametupatia mfunguo kila kitu, biashara, ndoa na kila kitu Mungu ameachilia. Na kutoka sasa kwenda mbele, maisha hayatakuwa the same. Nataka nikualike wewe ambaye unatutazama kwenye runinga yako, wherever you are watching us from, kama unatuwatch from America, whatever, ama UK, ama Asia, Mungu akubariki sana. Na tutakuwa na ibada hii kila siku ya Alhamisi, hii siku ya Jumatano, kutoka saa 6 mpaka saa 8 kamili. Na Mungu akubariki, akufungulie milango na upate nafasi. Hapa kuna uponyaji, hapa kuna kubadilisha maisha, hapa kuna kushinda vita, hapa kuna kutawala. Just possess your position, and God will bless you in Jesus' name. God will bless you. Mungu awabariki, Mungu awasaidie na awafanikishe kwenye malengo yenu yote. Kwa hivyo siku ya Jumatano, shosho, mutikage guka Jumatano, nedire muhya kamutu gakuria. Nego. Ni muguka. Ni warathimo. Rugama haha, rugama haha, rugama haha. Rutia kuruta irato tonya ndukarute taria na mundu wi haha wi America urakuona mwira atiriri wi mundu murathime tacothereria tamwire Dauga terere eno kanitha ri ndikuma na tondu hanyanete moyo wakwa uri na ni wega muno mwathani na ndire hindi ngauma haha na ndiraugire ati eno niyo kanitha nguturira nginya ngauma thi no
goko nä tathimäirwo nä tondå maå ndå marä a mothe mwä rä wakwa å rarä ndirahotaga gå thiä rä u nä thiaga ona må thä ndinahurå ka ngiuma må ciä gwakwa na njokaga ngä ikaraga thä no ndinahota gå ikara thä å må thä njugire biå no ngå ka no ndirä handå njikarire thä nyumä te ribarori no njikaraga Mathare kå rä a kwabomorirwo na ndä ratua gå kå nä kuo ngå ka nä tondå nginya hä ndä ä rä a ndokire gå kå nä ndirä handå nduragwo nä ho no magå marathia makä ndua no kuma å må thä njugire menyire nä mahonu ngiuma må ciä tondå ndirä handå hurå kire Thank you. Shosho wä nawe å kuga atä a å ka Shosho ngä nguga atä rä rä nä wega må no niä ndä ratå raga nyå mba itathiaga kanitha na rä rä a ndokire kanitha ä no rä nä nyonete change tondå maå ndå maingä marä a ndä rarä namo ndirä å guo nä wä gä thångå gä thångå nä ndathomete hanini tarie na gä thångå I can do anything. I can do anything in Jesus Christ. I can do anything in Jesus Christ. Wow, mpigia Shosho makofi. Heguka gukire guko rucine thengio Ngai akurathime. Heguka gukire guko rucine tene muno. Gukire thaa cigana? Ni njokire guku thaa 4 no ngumite Kariobangi thaa 2 cia rucini. Kariobangi thaa 2 no jamwire Juja Road nguka ngiukaga uguo na ndakinya guku maguru. Ukire maguru? Njokire maguru Kuma Kariobangi? Niki gitumire uke maguru? Ni undu wa ithaa rĩrĩa ndikumenya ithaa rĩega rĩa huduma ya guku na ndikwendaga gucererwo. Ukire maguru? Ukire uguo na ndigacererwo na ndikumenyaga nĩ ithaa rĩrĩkũ na njokire ndaikara hau. Wow, simpigie guka makofi. Okire maguru thaa 2 cia rucini akinya guku akiamathe Ngai. Thank you guka. Tuma na Shosho ngiuka nawe ndona nä å kenete må no wä må kenu må no haica hau igå rå. Yes niä nä ngenete må no tondå kuma hä ndä ä rä a ndokire gå kå rä kå rä a ndathomaga mbere rä nä tuge he må tumia wa hä ngä cirä akä ndakaria na ngä ona handå ha gå thiaga kä gongona nyinå kage ndakarä te rä ngiuga ngwamba gå ikara må ciä na ngä ikara må ciä tarä kå ndå ndä rathi kanitha no må thenya å mwe må tumia å mwe må rata wakwa rä akenjä ra nä akå ndehe gå kå gwaku rä u hĩndĩ ĩrĩa ndehire ona kuma rĩrĩa ndehire gũkũ ndirĩ ndatiga gũka gũkũ tondũ niĩ ndirĩ handũ hangĩ ndathire kuma hĩndĩ ĩyo ndarakarĩte na nĩ nyonete Ngai mũnene na mũthenya ũngĩ nĩ ndĩrakwĩrĩte ngakwĩra hĩndĩ kwahĩaga harĩ andũ maire Bible yakwa na ngĩkwĩra ũndirikane na ũkĩnjĩra maũndũ marĩa mothe ndona nĩ makwanjĩrĩria gũcoka no ndambire gũtungata ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ nä tuga Ngai nä må nene he maundu wonaga maingä ona matarä marekeka marä kå nene maundu mariku no rä maundu maingä Ngai akänguå rä ria nä angå ragä tataria atä rä rä nä kuona wonaga nä kå rota warotaga nyonagio nginya kä rä a ndä kä rota-inä ona kå ndå rä u ngakä onio maundu manene tanyita ä no tå tarä rie rä u twara hakuhĩ na kanua muthenya rĩrĩa ndakwĩrire o kiumia kĩrĩa kĩngĩ rĩ hĩndĩ ĩrĩa haumĩrĩtwo haha andũ makĩhoerwo makĩenda kũhonoka rĩ niĩ ndakwĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndikwendaga kũhonoka no ngwendaga ũhoere igũrũ rĩa maũndũ marĩa ndonaga tene rĩ kuma Bible yakwa yaiywo hĩndĩ ĩngĩ kwahĩaga na hau thutha wa hakwa rĩ nĩ nyonaga ta harĩ ũndũ wathire na mbere kĩoneki gĩaku gĩkĩũra nĩ tuge nĩ wandeithĩtie tondũ maũndũ marĩa ndonaga mũno rĩ ndiramonaga muno no riu ni kwambĩrĩria raini icio nĩ ciambĩrĩirie gũcokera nĩ wanjĩrire atĩ nĩ gwĩcokera ndambire gũtungata ũhoro wa kĩgongona no ũgĩtungata ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũhoro wa thiri nĩwe ngwĩra ngũtangĩnjĩrĩrwo haha nĩ wa kĩgongona no ti mũru ũndukie warie ũrakĩaria icio akĩrĩ ciana cia nyũmba ĩno atĩrĩrĩ ndambire gũtungata atĩrĩrĩ kuhĩrĩria kanua-inĩ twambire gũtungatwo atĩrĩrĩ nĩ twoka na twainũka ũrĩa tũinũkaga twahicanicani harĩa rĩ niĩ ngĩmera atĩrĩrĩ ngĩmahe nĩ ndariganĩrwo nĩ gũkũ kĩgongona
ngamategania hau Eh. no rĩrĩa na ngari ĩyo nĩ rĩ arĩ na mũtumia wĩhote gĩtambaya kĩa rendi na nĩaiguire ũru mũno rĩrĩa ndacukire ndacoka kanitha-inĩ rĩu na marĩa ndatigire rĩ nao rĩ rĩrĩa maumire rĩ matiokire na gũkũ no niĩ ndacokire ndacoka ndokire kũhata kuma harĩa ngĩũka hatĩte ngĩhata ngĩcokania tũmahuti harĩa o kĩroto-inĩ ngacokania nĩguo ndorire atĩrĩrĩ tũmahuti tũtũ rĩ nĩ haingĩte handũ itangĩũria ngĩrwo harĩ handũ hangĩ haitĩtwo nĩ andũ angĩ na hau ngiuga nĩ ngũgĩta ndauga nĩ ngũgĩta rĩ gĩgĩtigĩra nĩ ndatwara ndatigĩra nĩ ndatwara rĩ ngĩcoka ngĩheo wayo kĩroto-inĩ ngĩrutire ningĩ gũthambia harĩa ndoretie na gũkũ na thĩinĩ yani ndoretie na thĩinĩ no ngari ĩrĩa arĩa macukire matianũmĩrĩire no ũrĩa mũtumia wĩhoete gĩtambaya kĩarĩ nĩ aiguire ũru mũno na nĩ gũcuka tondũ nĩ macukire Thank you. Mpigieni makofi. Ugo niguo wambirie gutungatwo. Ngai wa muoyo, hinga maitho maku. Mwathani Jesu nĩ agũtongorie, akũrathime, akũhingũrĩre iheo ciaku ciothe. Kĩrĩa gĩothe kĩahingĩtwo nĩ mũcukani, gĩothe nĩ ndakĩeheria. Na kuma ũmũthĩ ũyũ ũrotage na wonage cioneki, na ũrathage na ũrathimage andũ a Ngai. Amen. Amen. Thank you. Harĩ ũndũ ũngĩ wariganĩrwo? Na ndakwĩrĩte atĩrĩrĩ o haha. Ngĩkwĩra niĩ apostle ndaigua ũndũ ũtarĩ mwega. Ngaigua ndaganda kuma haha. Saidi ĩno. No nĩ nyonete Ngai tondũ rĩrĩa wanjĩrire gũcoka kũganda rĩngĩ. Ndirĩ ndaigua ũndũ ũcio rĩngĩ. Ndũrĩ waganda rĩngĩ. Ngai nĩaninĩire. Thank you. Ndatũrĩrwo haha ngacokia mwena ũyũ. Somebody who can speak in Kiswahili. Somebody in Kiswahili. You have a testimony? Somebody akona testimony? Yes, good, my friend. Simama hapa tu. Yes, stand there. Yeah. Kiswahili. Yeah, Kiswahili, English, anything. My name is Jesse Kiprop. I'm glad to be here. I'm grateful that in everything God just does everything in His perfect manner. That it wouldn't be normal for Kalenjin to come to a Kikuyu gathering. This is not a Kikuyu gathering. This is a God gathering. Yeah, but we are but natively we are speaking Kikuyu. Yes. Yeah. But regardless, it's amazing how God brings us together through His amazing love. And I'm grateful that in everything I'm just able to be a part of something more than what I've been used to. Yes. Yeah. How old are you, Jesse? I'm 21. You're 21 and you love Jesus. You want to preach the word of God? Yeah, I do. You really have the zeal. Yeah. Yes. On the 9th of August, to be on a Saturday, we are having a youth gathering here. Yeah. And I'm expecting you to be one of the preachers of the youth gathering. Okay, no problem. You see that lady is called Susan? You register yourself with her. And any young person, youth, tarehe 9 tunakutana hapa. Tutakuwa na mambo mengi. We are having preachers from outside. I'll be preaching and also we'll be speaking to the young people and commencing them into birthing what they are supposed to be. Amen. Thank you. God bless you. Somebody else who is not a Kikuyu, who is a Mluya, Mugamba, Botigewe. Yeah. Somebody else? Would you want to speak? Yes, give a testimony. I know you've come. We have come from far. Yes. Simama tu hapo. Yeah. Whichever. We use this one. Praise Jesus. Praise the Lord. What's your name? My full names or my government names are Charles Ngila Musyoka. I'm very glad to be here. I've been part of CFC for a while, but sijakuwa nikikuja because of just a certain setback. I wasn't feeling so good for a while. But I want during that time I was very prayerful. I was still following services online, Bethel, Clouds TV, and Live TV. So I've been prayerful, reading the Bible, but up to where I can reach. What do you do for life? What I've studied construction. Construction. Yes. You can construct a bridge, a house. I'm not a contractor, but we work with them. Or as a quantity surveyor. Quantity surveyor. You do the sums. You give us the prices of the whole building. Yes. Thank you very much. Yeah. So I'm very thankful to be back because I can give a testimony that time of small illness, I've been praying a lot. I've been reading the Bible and I can feel God's hand, and I have seen God's hand in my life.
He has healed me, although I'm still on medication, but I trust for him to do more. So I don't have much to say. I just have a word of encouragement that when you wake up in the morning, remember to pray. In the afternoon, before you eat, remember to pray and give thanks. When you go to sleep, remember to pray and give thanks for the day. And also read the Bible. And when you have God close, you have nothing to fear in this world. So that's the encouragement I can basically give Do you. you know you are not sick? Did you know? The doctor said you are sick, but you are not sick. You know what that's the problem? Amen. You're supposed to be holding this microphone preaching the word of God, Amen. but you are running away from it. On Sunday, prepare a sermon. I will give you 15 minutes to preach, and the entire disease from you will go. Just prepare a 10-minute sermon, because I'm supposed to have ushered you into your destiny, into what God called you for. But now you've been shying it off. You've been alone, in a lonely life. You don't know, you are confused, you don't know what to do, how to do, where to go. God has been talking to you about it, but you didn't know how to get into it. Right now on Sunday, I will give you a service on, because purely for you, create a service purely for you. You preach for 10 minutes. Okay? Amen. Only 10 minutes is the entire dose you're taking. Amen. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Elias with Susan. You know Susan? She's one of the youth. Yeah, planning for the conference. So Elias with her. I want to see you there. Are you a youth? Or are you? Come. Not now. Tomorrow. Thank you. Thank you. God bless you. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Tunapoenda nyumbani. Tuko na service ya jioni ya worship. We'll be worshiping from 5. Is it 5? Yeah, 5. Tuta worship mpaka saa moja. Is a worship ministry where we just worship. Tunaimba tu kumsifu Mungu. Tunaweza kuketi chini. Na wale wanataka kuondoka, you are free to go. But if you don't have anywhere to go, kama hauna mahali, sio utaki, huna haraka ya kuenda, kaa chini tukue na worship. Baadaye tuombe pamoja. We need to pray. We need to pray for one nation. And we need to make things. Thank you. God bless you. As I invite you for Sunday service from 6 in the morning, early morning service, and then main service at 10, and thereafter we have a 2 p.m. service for teachings. God bless you as you prepare to come. We are based at Haile Selassie Avenue, Railway Lane, and long Railway Lane in the building called Coffee Plaza, mezzanine floor. Munaalikwa nyote. Mungu awabariki. Pearl Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.